nimwaiteni katika kikao hichi hasa kuhusu hizi mali. Manake marehemu hakuacha mlisi. Sawa? Kwa hiyo kutokana na hili, ulisi huu ni mimi na dada yangu huyu ndio tunaweza kulisi mali hizi. Sawa sawa? Shemeji, mbona mambo yako wazi tu? Marehemu shemeji yangu alikufa, ameacha watoto na mkewe. Wariso malini ni watoto na mkewe. Mambo yako wazi kabisa shemeji. Sikiliza nikueleze. Ukubwa sio mvi. Ukubwa ni akili. Kwa hiyo haya maneno unaozungumza wewe, haya maneno hayaingia akilini. Haiwezekani wakalisi watoto wakati sisi wazazi ndo tupo. Hii mali nimekwambia ni mimi na dada yangu huyu ndo tunaulisi. Umesikia? Shemeji, mimi hilo sikubaliana nalo kabisa. Nasema sikubaliani nalo kabisa. Sababu marehemu ameacha mke na watoto. Kwa hiyo warisi ni mke na watoto. Mimi na tukatafute kazi nyingine tufanye, tupate riziki. Wacha ujinga shemeji wewe. Mimi lazima unielewe ninachokizungumza mimi. Sio unaleta tu maneno yako ya mtaani, mkubwa mzima unakuwa ovyo bwana. We, hii familia haikuhusu. Na ukiona dadako atendewi yake, ondoka naye. Jamani, mali mtafute mimi na marehemu mume wangu. Leo mnataka nitoke kweli? Wifi, hii ni haki kweli? Wifi ushakufa baada ya kakangu kufa. Na hivyo unavyosema dada ni sahihi. Wewe sungiondoka sama ya kaka yako. Na hichi kikao mimi nimekifunga. Atakayetaka asiyetaka ni hivyo. Upumbavu. Nimemtawala huzuni kila siku, ajui nani amsaidie. Ndugu wanataka kila kitu, nani atokee amtetee. Kuna muda anawaza kama asingekuwepo duniani, na tena anawaza hakika baba mwenzake amefariki kwa nini. Yote kukata tamaa enzi ya uhai japo wako masimango leo hii nayaona. Ahadi ile ile niliyokupatia ya kwamba sitakuangusha, na nakuahidi huko uliko ya kwamba kijana wako sitakuangusha. Endelea kupumzika kwa amani baba yangu mpendwa. Baba, mimi nimekuja hapa na shida. Shida gani? Mimi na shida ya 300 nitalipia ada chuo. 300? Kweli? Hilo mwanangu usio na wasiwasi. Alafu nasikia chuoni kwenu huko kila mtu ana mshikaji wake. Kweli? Sio kweli baba mkubwa. Angalia. Uangalie. Ukija na mimba hapa, mimi sio baba yako mzazi. Nitakuplesheni mwenyewe. Alafu ujue hakuna yuso wala spiriti wala nini, na kupelesheni mwenyewe. Umenielewa? Unanielewa vizuri eh? Nakuelewa baba mkubwa. Sasa ole wako. Manake kuna juzi kati hapa nimekuona umekaa kwenye bodaboda wewe. Nitakubinu. Unacheka? Unaona mazuri eh? Angalia. Hilo limekwisha, nitakuletea. Nitakuletea 3 kesho. Mwenyezi Mungu akijalia nitakuletea. Sawa? Nashukuru baba mkubwa. Shemeji. Habari ya siku? Salama shemeji, karibu. Sawa. Mzima wewe? Namshukuru Mungu. Huu mguu ni wa kwako. Sasa hivi hali ya maisha ni ngumu sana shemeji. Ni kweli? Unalijua hilo? Asa.
Sasa kwa nini tusifanye mpango tukauza haya mashamba haya? Vanessa nani akaenda skuli? Shemeji, sitokubaliana na hilo. Siwezi kuuza, nitapambana kadri niwezavyo na ataenda shule, lakini sio kwa kuuza mashamba. Sasa kama utaki ukauza mashamba haya, kwa nini tusiuze nyumba zingine hizi? We. Hivi una akili timamu wewe? Siwezi kuuza na sina shida hizo. Una nguvu zako, hebu pambana. Fanya kazi. Kauze na wewe vishamba vyako vile unavyojiwekeza wekeza. Yaani kabisa akili yako inakutuma mimi niuze mashamba. Koma kuniambia maneno hayo. Kama una cha kuniambia, ondoka. Na siku nyingine ukija na upuuzi kama huo wa kuuza mali zangu, naomba usikanyage hapa. Ndio imekuwa hivyo. Wewe mimi najua sababu yake ni umalaya tu. Muangalie malaya mkubwa sana wewe. Toka kakaangu mdogo wangu amefariki, wewe una hivi tu. Huko sijui ulikuwa unatokea wapi? Angalia, wenzio wanalipia vibali sasa hivi, na wewe karibu utalipia wewe. Mwanamke. Vanessa, ni kwa nini umetoka hapo umeenda kwa babako mkubwa kumuomba pesa ya shule? Ni vile tu mama anakuonea huruma na hali yako, utaweza kunilipia ada ili mimi nirudi chuoni. Ondoa wasiwasi kwa hilo. Mimi mama yako ni mpambanaji. Nitahakikisha napambana kwa hali na mali mpaka unarudi shule. Ila naomba isije kajirudia tena. Usiende kwa baba yako mkubwa. Sawa? Sawa mama, nimekuelewa. Itabidi ufanye hivyo ili mimi nirudi chuo kumalizia masomo yangu. Niamini mimi. Dada, lengo langu la kukuita hapa na madhumuni yake, nenda kwa wifi yako ukajichekeshe, uwe karibu naye. Sasa kaka, mimi nikajichekeshe kivipi? Mbona mimi sikuelewi? Hati, mimi naitaka hati. Wewe tatizo kakangu, unazunguka mbuyu. Ongea tu moja kwa moja kwenye pointi. Kama ndio hivyo, hamna shida kakangu. Yaani hapo kama unamsukuma mlevi ndio. Mimi nitaingia pale, nitajifanya najibebisha pale, namsaidia vikazi hivi vitatu. Mwisho wa siku naingia ndani. Ndio nakuaminia hapo. Nikimaliza hapo tunatoka na kitu pio. Mlango wa nyuma. Hiyo mbona kazi ndogo tu kakaangu. Ndio maana nikakuita wewe. Najua una akili. Ondoa shaka kaka. Mchezo sheshe. Ni mtawala huzuni kila siku, hajui nani amsaidie. Ndugu wanataka kila kitu, nani atokee amtetee. Kuna muda anawaza kama asingekuwepo duniani, na tena anawaza mwenzake amefariki kwa nini. Shangazi, unatafuta nini kwenye draw? Natafuta ndizi. Ndizi kwenye draw? Unajua akili yangu haiko sawa. Tangia kakangu amekufa. Ndio utafute ndizi kwenye draw? Tunataka itendeke tunataka. Vanessa, nilikwambiaje nikiwa shambani sitaki kukuona? Kaka, nimeshindwa kuvumilia. Umeshindwa kuvumilia nini? Nimemkuta shangazi anafungua draw. Namuuliza, ananiambia atafuta ndizi. Anatafuta nini?
Ndizi. Sikia. Wanachokitafuta kama hawezi kukiona. Umeelewa? Nasikia kalete maji. Kaka bwana ushaanza. Imemtawala huzuni kila siku, ajui nani amsaidie. Ndugu wanataka kila kitu, nani atokee amtetee. Kuna muda anawaza kama asingekuwepo duniani, na tena anawaza mwenzake amefariki kwa nini. Ila kukata tamaa, japo masimango yalizidi mtaani. Sikuelewi. Kaka, shemeji amemtuma kijana wake wa kazi aje kuchukua mbuzi bila hata kuniambia. Usiana heshima kweli. Dada, yamekuwa hayo? Kaka, hata marehemu mume wangu mimi alikuwa atoi kitu bila kuniambia. Nimechoka kaka. Bora nirudi kwetu, nimechoka mimi. Dada, acha kuwa mjinga. Pambania mali yako. Kaka, nimevumilia, nimechoka, bora niondoke kwetu. Dada, usiwe legelege. Shindwa hata kumuelewa dadangu. Nimtawala huzuni. Kaka, wewe wagazi. Wakaa mbali wewe. Nimechoka. Ndio. Ndio. Kaka, mbona umetoa mbuzi kumpa baba mkubwa bila kutoa taarifa? Unaniamini? Ndio nakuamini. Najua kuna muda kwenye maisha sio kila kitu kinatakiwa ukitolee maelekezo. Na baba mkubwa anavyotaka kwenda hata niende naye hivyo hivyo. Unaelewa? Kwa hiyo mimi ninachotaka niwe na mama kuniamini. Unaelewa? Sawa. Chukua. Wewe nipumzike. Sawa, mimi nipo ndani. Poa baba. Nimtawala huzuni kila siku, ajui nani amsaidie. Ndugu wanataka kila kitu. Tunaenda. Njoo kwangu. Wewe unaenda chuo. Umebakiza mwaka mmoja uweze kumaliza chuo. Unaenda kwa mwaka tofauti sana, kwa sababu baba yetu kipenzi ametangulia. Natambua ya kwamba hauna amani wala furaha katika moyo wako. Kuna vitu ulivyozoea kupata kutoka kwa baba, lakini nachoweza kukuahidi ni ya kwamba nitapambana kwa kila njia, kwa kila namna, ili tu dada yangu uweze kusoma kwa bidii, na kubwa zaidi ulete degree nyumbani. Sawa kaka, nimekuelewa. Mimi nitaenda, nitapambana, nitasoma kwa bidii na nitaleta degree nyumbani. Hakika nitafurahi sana kama utaleta degree nyumbani, kwa sababu utakuwa umefuata nyayo za baba yetu, na kubwa zaidi utakuwa umemfuta machozi mama yetu. Na kama unavyojua kaka yako, nilishindwa kufuata nyayo za baba katika swala zima la elimu. Kwa hiyo furaha yangu ni kuona wewe unafuata nyayo za baba. Usijali kaka, mimi nitapambana vizuri. Katika kipindi kigumu nitajitahidi kusoma kwa bidii mpaka nifike hapo unapohitaji kakaangu. Utakuwa umeniheshimisha sana. Acha unisindikize. Unajua
imemtawala huzuni kila siku, hajui nani amsaidie. Ndugu wanataka kila kitu, nani atoke amtetee. Kuna muda anawaza kama asingekuwepo duniani, na tena anawaza mwenzake amefariki kwa nini. Ila kukata tamaa, japo masimango yalizidi mitaani, ndugu wakamkata na watoto wake wakamuandama. Ni mapito yatapita tu, Mungu yupo, yatakwisha tu. Itendeke haki, tunataka haki, itendeke haki, tunataka haki.